mrembe sua, mrembe te, mrembe mia, mulimu. Asanteni, asanteni sana sana sana. Naona kama kumefura na Bungoma, kila mara kunakuwa na uchangamfu. Baba amerudi, amerudi, muna furaha. Asanteni sana watu wa Bungoma. Mimi najua watu wa Bungoma ni watu wajasiri, hawana uoga. Yule mwingine anabweka kama chura, lakini ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe inakunywa maji tu, akimaliza anakojoa kwa hiyo maji hiyo, na chura anakuwa ngwe huko ndani. Kwa hivyo sisi tuko imara. Tuliamua urudi pande hii. Jana tulikuwa huko upande ya Vihiga. Juzi tulikuwa Busia. Tunavyoijua Busia ndio county ambayo inaongoza katika Kenya mzima, number 1 kwa mambo ya usajili wa wanachama wa chama cha ODM. Na wakaniambia mimi hii bendera watazidi kupepea, lakini Vihiga walisema watawashinda, na Homa Bay ikasema watawashinda, na Kisumu ikasema watawashinda, na Kilifi, na Bungoma. Je, Bungoma je? Mko tayari? Mko tayari? Unajua upande hii wa Bungoma ndio wajasiri wa eneo hii walitoka. Nimwambia watu siku ya leo ya kwamba harakati ya ukombozi wa taifa letu ilianza upande hii ya Bungoma. Elijah Masinde, Wanameme, ndiye alianza mambo ya ukombozi hapa. Alisema ati yeye alienda kwa mlima wa Elgon, kule akaongea na Mungu. Mungu akamwambia yeye kwamba wakati imewadia Kenya kuwa huru. Na katoka pale akaja akamwambia wazungu ya kwamba wakati yenu imekwisha, mtoke mu Afrika shiki hatamu ya utawala. Akaanza dini ya Msambia. Wakati hiyo akashikwa na mbeberu, akapigwa teke, akawekwa ndani ya jela. Alipotoka kwa jela akazidi kusema mambo haya. Ndio sasa mambo ya nationalism ikaanza pande hii. Hapa kumetoka mashujaa Masinde Muliro mwenyewe. Hapa tumekuwa na Michael Omala kijana. Sisi tulikuwa na hawa watu, sio? Kwa hivyo eneo hii imezaa wazalendo wa Kenya ambao wamepigania uhuru wa taifa letu. Ndio sababu kila mara nikija hapa Bungoma nakumbuka ukombozi. Na mimi nataka hapa vile vile msimame imara. Mko tayari? Mko tayari? Tulikuwa uchaguzi mwaka juzi. Wakati wa kampeni nilikuja hapa kuambia nyinyi. Niambia nyinyi kwamba sisi kama Azimio tuko na sera sanifu ya kuleta ukombozi wa Kenya, ili hali ya maisha ya Wakenya iwe sawa sawa. Tukasema yale yote ambayo tutafanya tukishika hatamu ya utawala. Wale wengine upinzani wetu wakaja na prorojo na propaganda, ati yao itakuwa ni kutoka chini kwenda juu, ati bottom up. Wakasema wataangalia mambo ya mahasla, wakasema wataangalia mambo ya mama mboga, jua kali, boda, ati wao ni hasla na sisi ni dynasty. Sasa baada ya mwaka moja na kitu, umeona tofauti? Umeona vitu vimeenda chini, imeenda juu. Si walikuwa nasema bottom up? Hii ni bottom up. Walikuwa na mini ya kwamba bei ya maisha itaenda juu.
na bado mambo bado. Sasa sisi tumewaambia ya kwamba nyinyi mlikuwa hamna mpango ya utawala.